Karibu katika channel ya Mbeni Kuku Farm. Channel hii imekuwa ikitoa mafunzo mbalimbali yanayohusu ufugaji kuku. Pia ukitaka kujua jinsi gani unaweza kutumia dawa za asili kutibu kuku wako, video ziko huku, ambazo video zilizopita tumeeleza vizuri baadhi ya dawa za asili ambazo zinaweza kutumika kutibu kuku wako na wakapona vizuri. Na pia tunaeleza dawa za kuhusu madukani na ushauri mbalimbali kuhusu kuku, hatua mbalimbali za ufugaji wa kuku ili uweze kufanya vizuri katika ufugaji wako. Kama ni mara kwanza kupitia katika channel hii, gusa neno subscribe ulipo chini ya video, pia gusa kengele itakayojitokeza. Somo letu la leo hili hapa. Katika mfululizo wa masomo yetu, leo nataka niwapatie somo lingine ambalo somo letu la leo litahusu faida za majivu katika ufugaji wa kuku. Utatumiaje majivu katika ufugaji kuku na yana faida gani? Ndio somo letu la leo. Kama ni mara kwanza kupitia katika channel hii, gusa neno subscribe uliko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, ili tuendelee kuweka video nyingi zaidi. Kabla sijafika mbali, nataka nitaje faida za matumizi ya majivu katika ufugaji wa kuku. Baada hapo nitaelezea hatua kwa hatua jinsi gani utatumia majivu katika faida ambazo nimezitaja kwa sasa. Faida ya kwanza, majivu husaidia kuondoa vimelea kwenye ngozi ikiwepo chawa pamoja na viroboto. Majivu hutumika kama dust bath kwa kuku, kuchanganya na mchanga ili kutoa vimelea au chawa katika ngozi ya kuku. Pia majivu hudhibiti harufu mbaya bandani, kwa sababu mara nyingi banda la kuku huwa linakuwa lina amonia nyingi, hivyo hupelekea harufu mbaya. Majivu yanasaidia kudhibiti harufu. Pia majivu hutumika katika usafishaji wa vyombo vya chakula pamoja na maji kwa mfugo wako. Majivu haya pia ni chanzo kizuri cha madini ya calcium pamoja na potassium, ambayo ni muhimu sana katika mwili wa kuku, hasa kipindi kuku wanapokuwa wanataga. Pia majivu hudhibiti magonjwa ya bakteria pamoja na fungus. Na namba 6, majivu huzuia kuenea kwa minyoo ya udongo. Hizi ndizo faida za majivu katika ufugaji wa kuku. Sasa utazipataje faida hizi, au uyatumiaje majivu kwa ajili ya kupata faida hizi? Twende moja kwa moja faida moja moja, nikieleza namna gani utatumia majivu kwa ajili ya kupata faida nilizozitaja hapo awali. Sasa tuanze jinsi ya kutumia majivu. Katika pati ya kwanza nitaeleza jinsi ya kutumia majivu kwenye kuosha vyombo vya chakula pamoja na maji. Jinsi ya kutumia majivu kuosha vyombo vya chakula pamoja na maji. Kwamba vyombo vya chakula na maji, ili kuzuia maambukizi ya magonjwa mbalimbali au kuua vimelea vya magonjwa, inatakiwa tutumie either disinfectant, lakini disinfectant hizi sio kwamba kila mmoja anaweza akanunua. Hivyo kwa wale wenye miradi midogo, mfano mtu ana kuku 50, 100, hana uwezo wa kununua disinfectant kwa ajili ya kuua vimelea vya magonjwa katika vyombo, anaweza akatumia majivu. Kwa sababu majivu yana uwezo wa kuua bakteria pamoja na vimelea vingine vya magonjwa. Sasa ili uweze kutumia sasa majivu kwenye kuosha vyombo, hatua hizi unatakiwa kuzifuata. Hatua ya kwanza, chukua majivu katika kiasi. Majivu haya yawe yametokana na miti ambayo haina kemikali. Hatua ya pili, loweka vyombo vyako kwenye maji ya vuguvugu. Baada ya kuloweka, utakuwa unatia majivu kidogo na unaanza kusugua chombo chako kama unavyotumia sabuni. Sugua hicho chombo hadi uchafu wote uondoke. Baada ya uchafu kuondoka, chombo chako suuza na maji safi na salama.
Majivu ya asili hayana kemikali na yana uwezo mkubwa kuondoa mafuta, harufu pamoja na bakteria. Kwa usafi wa vyombo na afya ya kuku wako, tumia majivu ili uweke kuku wako katika hali ya usalama. Hiyo ndivyo utakavyoweza kutumia majivu kwenye kuosha vyombo vya chakula na maji kwa ajili ya kuku wako. Jinsi ya kutumia majivu ili kupunguza harufu mbaya ndani ya banda. Unachotakiwa ni kuwa na kiasi fulani hivi cha majivu ili uweze kunyunyizia. Utakachokifanya sasa, utanyunyizia sehemu ambazo kuku hulala au kupumzika. Mfano kwenye banda la kuku, sehemu zenye malanda. Nyunyizia majivu kila sehemu ndani ya banda. Majivu huua vimelea vinavyosababisha maradhi kama vile fangasi wa miguu, harufu mbaya na vidonda. Pia hupunguza unyevunyevu na unaovutia vimelea au bakteria kuzaliana. Majivu pia husaidia kuku kujisafisha na kuondoa chawa pamoja na viroboto kwa kujichanganya wenyewe sehemu hizo ambazo majivu yatakuwepo. Hivyo ndivyo utaweza kutumia majivu ndani ya banda ili banda lako liwe salama katika ufugaji wako. Pia majivu haya nimesema ni chanzo kizuri cha calcium pamoja na phosphorus na potassium, sio phosphorus. Majivu ya kuni safi yana madini ya calcium yanayosaidia kupata uimara wa mifupa au kuongeza ugumu wa ganda la yai kipindi kuku wanapokuwa wanataga. Pia potassium inasaidia kuupa mwili uimara pamoja na kinga. Namna unaweza kutumia majivu katika ufugaji wako. Chukua majivu kidogo kiasi cha kijiko kimoja kwa kilo moja ya chakula. Yaani kwa kilo moja ya chakula utachukua kijiko kimoja cha chakula utamiminia mule. Hivyo kama ni kilo 10, ina maana utatumia vijiko 10 hivi vya chakula ambavyo tunatumia kulia chakula. Utachukua vijiko 10 utamiminia kwenye kilo 10 za chakula. Majivu haya utachanganya vizuri na chakula kwa ajili ya kuwapatia kuku wakubwa. Majivu haya ambayo utachanganya kwenye chakula, hakikisha wanakula kuku wakubwa, usiwape vifaranga au kuku, kwa sababu vifaranga huwa mfumo wa mmeng'enyo unakuwa bado haujawa vizuri sana. Ndio maana hatushauri kwamba utumie majivu kwa vifaranga wadogo. Kwa hiyo chakula cha kuku wakubwa ndicho unachoweza kuchanganya majivu. Na majivu kijiko kimoja kwenye kilo moja ya chakula. Ina maana kama ni kilo 12, vijiko 12, kilo 20, kama kwa siku anakula kilo 20, basi utachanganya vijiko 20. Hivyo ndivyo utakavyofanya kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuongeza upatikanaji wa potassium pamoja na calcium katika mwili wa kuku wako kwa kutumia majivu. Majivu haya pia unaweza kutumia kwa ajili ya kuondoa bakteria viroboto pamoja na chawa katika mwili wa kuku. Utatumiaje majivu katika kufanya hivyo? Mfano unafuga kuku wa kienyeji ambao wako ndani ya fence. Wana eneo lao ambalo wakati wa mchana huwa wanaenda kucheza kwenye vumbi. Sasa eneo kama hilo ambalo unajua kabisa kuku huwa wanapenda kucheza pale, unaweza kufanya hivyo. Kwa umechimba kama shimo. Baada ya kuwa umechimba shimo, ile shimo linaweza kuwa sentimita 15 kimo cha shimo. Kwamba ile sentimita 15 sehemu ambapo wanacheza kuku yake inategemea ile kuku nao kuku wenyeji. Chukua nusu changa, nusu na majivu. Yaani mchanga utaosha debe tatu. Basi na majivu ikiwa hawe halio debe tatu. Ili ukichanganya ukija kuweka pale, watakavyokuwa wanaoga ule mchanga ambao umechanganywa na majivu, utasaidia kabisa kuondoa chawa pamoja na viroboto katika miili ya kuku. Hivyo ndivyo utakavyotumia majivu. Na kama vile utatumia hivyo kwa ajili ya kuondoa
wadudu ambao wanaweza kawa nasumbua kuku, wadudu wasumbufu katika kuku wako. Kama ni mara kwanza kupitia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanaofuatilia channel yetu na kuipenda, ili tupate moyo wa kuweka video nyingi zaidi zenye mafunzo ya kiasili kwa ajili ya kujifunza zaidi katika sekta hii ya ufugaji wa kuku. Asante. Kama una swali lolote kuhusu kuku, unaweza ukatuandikia kwenye comment hapo. Pia usisahau kushare video hizi katika magrupu ya WhatsApp ili na watu wengine wajifunze ufugaji wa kuku.